Wengi kabla hajaanza biashara huwa wanajiuliza swali moja, na swali hilo ndio linalogharimu pesa nyingi zaidi kuliko kwa swali lingine. Swali hilo, je, wazo langu ni zuri? Hilo ndio tatizo, na hilo ndio swali baya zaidi unaweza kujiuliza. Watu wengi wanaanza biashara kwa njia inayofanana. Wanapata wazo, wanalipenda, wanalifikiria kila siku. Wanauliza marafiki, marafiki wanasema hilo ni wazo zuri. Familia inasema ukianza utatoboa. Wanaanza kuamini, wanaweka pesa, wanaweka muda, wanaweka na nguvu zao. Halafu siku moja wanagundua kitu ambacho kingeweza kugundulika mapema sana. Wazo lao lilikuwa zuri, lakini soko halikulihitaji. Endelea kukaa nami mpaka mwisho wa video hii. Nitakuonyesha swali moja ambalo linaweza kukuokoa katika miaka yako mingi ya majaribio na pesa nyingi ambazo wafanyabiashara wengi wanapoteza bila. Biashara nyingi duniani zinaanguka katika makundi mawili. Kuna biashara zinafanana na dawa, kuna biashara zinafanana na vitamin. Dawa mtu anaitafuta kwa sababu anataka kuondoa maumivu, anahitaji, anaitafuta, anailipia, hata mvua ikinyesha, hata pesa ni chache, atapambana kwa gharama yoyote ile ili aweze kuipata dawa. Vitamin ni mzuri kuwa nazo, ni muhimu labda, lakini hata zikiondolewa leo kwenye maisha, bado maisha yanaendelea. Sasa jiulize swali moja la uaminifu. Biashara yako au wazo lako la biashara lipo kwenye kundi gani? Kundi la dawa au vitamin? Kwa sababu hata biashara nyingi zinashindwa kwa kitu kimoja tu. Biashara nyingi zinauza vitu ambavyo watu wanavipenda lakini hawavihitaji. Na baina ya vitu hivyo viwili kuna tofauti kubwa sana. Hebu fikiria mfano mmoja. Juma alitaka kufungua mgahawa. Aliwauliza marafiki zake, wote wakamwambia, "Chakula chako ni kitamu, hivyo wazo lako ni zuri sana." Aliwauliza ndugu zake, wote wakamwambia, "Fungua utatoboa." Juma akaamini, akakopa pesa akafungua. Miezi michache baadaye akafunga. Si kwa sababu chakula chake kilikuwa kibaya. Chakula chake kilikuwa kitamu kweli kweli, lakini tatizo lilikuwa ni moja tu. Watu waliomsifia hawakuwa watu waliokuwa tayari kulipa. Juma kuishia hapo. Safari ya pili hakuuliza tena, "Mnadhani wazo langu ni zuri?" Aliuliza swali moja tofauti. "Nani yuko tayari kulipia?" Watu 10 walijibu, watu 8 walilipa advance. Ndipo Juma alipoamini kwa wazo lake linafanya kazi. Si kwa sababu alifikiri zaidi, si kwa sababu aliweka pesa zaidi, ni kwa sababu soko lilisema ndio kwa pesa zake. Na hapa ndipo wafanyabiashara wawili utenganishwa. Mmoja anataka kusikia mahoni, mwingine anataka kusikia ushahidi. Mmoja anataka kusikia hongera, mwingine anataka kusikia nitachukua moja. Na hawa wawili hawaishi sehemu moja. Na huu ndio ukweli ambao watu wengi wapende kusikia. Soko halijali biashara yako unaipenda kiasi gani. Haijali familia yako inakuunga mkono kiasi gani. Haijali unafanya kazi kiasi gani sokoni. Soko ina kura moja tu, na kura hiyo upigwa kwa pesa. Watu wengi wafilisike kwa sababu ya ukosefu wa wateja. Wanafilisika kwa sababu wanakataa kukubali jibu ambalo soko limekwisha wapa. Wanaongeza pesa kwenye kitu ambacho soko tayari limeshakataa. Suluhisho rahisi. Kabla ya kuweka pesa nyingi, fanya kitu kimoja rahisi. Tafuta watu 10 wanaweza kuwa wateja wako. Usiombe maoni wala ushauri. Waulize swali moja tu, "Mko tayari kulipia?" Kama watalipa, endelea. Kama hawatolipa, jifunze, rekebisha, jaribu tena. Hiyo ndio njia rahisi, lakini wachache tu ndio huwa wanaifanya. Leo usiondoke na swali lile lile. Usiulize, "Je, wazo langu ni zuri?" Uliza swali moja tu, "Nani yuko tayari kulipia leo?" Kwa sababu tofauti kati ya wazo na biashara si ubora wa wazo, ni mteja anayelipa. Kama umejifunza kitu leo, basi follow akaunti yangu ya Shule ya Biashara, kwa sababu hapa hatujengi taswira ya utajiri. Tunajenga biashara zinazoweza kuishi kwenye soko la kweli.